Sijui hata niseme nini, lakini nimeona na mimi nipate nafasi kidogo ya kukaa kuzungumza na wewe. Kwa sababu anasema mwanaume lijali hawezi kukubali akatongozewa. Unatongozewa vipi wewe demu? Kwanza hata mwanamke yenyewe tu anakuona kidogo kuna vitu vya vijakaa sawa. Sasa mimi kwa sababu shupavu, mahiri, na hodari wa mambo, nikaona itakuwa jambo jema sana endapo nikipata muda hata kidogo na mimi nije nijazie baadhi ya vitu, kwa sababu najua vitu vingi sana umeongea na Bigi Karamba, si ndio? Bigi kashanielekeza kila kitu kuhusu wewe. Na mimi najua watu wengi atakuwa hajaniangusha. Sasa yani mimi nakupenda. Mimi nakupenda sana, yani sana, kutoka katika uvungu wa moyo wangu. Mimi nakupenda sana. Yani nimetokea kukuelewa sana hapa kijijini. Na usione labda kama vile labda ile jambo la ghafla sana. Hapana. Hili ni jambo la muda mrefu. Mimi nimekuwa nikikuona sana unapita pita humu kwenye mitaa. Na uzuri wewe ni mahiri sana kwenye kuzurura. Muda wote unazurura tu, umepita huku umetokea huku kama ambulance, lakini hamna shida, tukavumiliana. Hivyo vitu vidogo sana. Lakini ukweli ndo huo. Kweli unanipenda mimi? Unanipenda mimi? Ndio. Haya, kama unanipenda. Mimi nakupenda sana. Yani nakupenda sana, na nikuahidi tu utakapokuwa na mimi basi vitu vingi sana vitakuwa vimenyooka. Mimi unanijua sio mtu wa kona. Kwanza nina heshima yangu hapa kijijini. Kila mtu ananiheshimu. Kupita huko chibu. Itakuwa jambo zuri pia. Kwa hata usijali ukiwa na mimi, kuwa na amani kabisa. Sawa. Hata mimi nilikuwa nakupenda muda mrefu tu. Kwa ombi lako mimi nimeshakukubalia. Mimi nimeshakukubalia. Bwana Rosi, mbona imekuwa haraka sana hivyo? Mimi sikutegemea kabisa, nikajua labda kidogo kutakuwa kuna mambo mengi, viugumu. Mbona imekuwa rahisi sana bwana? Kweli? Kwa sababu Bigi kila kitu kanielekeza kuhusu wewe. Basi sawa, lakini sasa mimi nitaamini vipi kama umekubali? Nitaamini vipi? Kwa hiyo nataka nifanye kitu gani? Na maneno pekee yake hayatoshi, onyesha na vitendo. Angalia namna yote ya kufanya mimi niamini kama kweli wewe umenikubalia. Hapo sasa niamini. Basi baadaye. Haya. Yani baby, nilimwambia mke wake Tariki. Ndo huyo. Kwa yule ndo mke wake? Ndo huyo. Ila yule Tariki mbaili, ana mke mzuri lakini anamfumbaza. Ndio maana alishindwa kunipa 2,000 yangu. Vipi? Mbona kama una wivu? Baby, mimi sina wivu bana. Mimi ninachotaka tu hela yangu. Yani yule namdai 2,000 tu, inamshinda kulipa. Ndio maana mke wake kafubaa. Wanaume kijini. Mimi ndo nishamaliza kazi yangu. Kwa hiyo vipi? Si utaratibu ni ule? Baby. Yani wa kijijini lakini unapigwa za mjini. So uliniambia wewe ndo msomi katika kijiji hichi. Ndio maana nakubaligi. Una vitu vyangu. Haswa, yani mimi ndo mwana kijiji pekee hapa ambaye ana degree. Deal. Dani. Ndio maana nakukubali. Ndio hivyo bwana. Kwa hiyo mimi naenda kukusubiria, usiniangushe. Sikuja ni mwai dada, toka yupo mpweke sana. Kia Mungu. Mtoto tutakuja kunimaliza.
Mke wangu, mimi nimekaa nimefikiria. Nimeona bora ile shamba la bondeni tuliuze. Maana ukizingatia sasa tuna maisha magumu sana. Alafu nahitaji kubadilisha mazingira kidogo. Haswa hapa nyumbani, hii nyumba unaiona mwenyewe hali yake jinsi ilivyo. Kwa hiyo naomba tuuze lile shamba. Tukishabahatika kuuza, nitajenga hapo choo cha kudumu, nyumba huko unaona jinsi ilivyo, utarekebisha. Huko juu bati zishaanza kuoza. Mke wangu, naomba basi kubali ili ombi tuuze lile shamba. Kuuza lile shamba nitakudanganya. Shamba kule haliuzwi. Tena shamba haliuzwi kabisa, hiyo akili itoe kwenye kichwa chako. Shamba haliuzwi. Kwanza lile shamba lina rutuba. Hatuwezi kuliuza. Kwanza tunaliuza uzaji. Wewe kama unataka nyumba nzuri, kama unataka nyumba ya ghorofa, kama wezio, kama unataka nyumba kumelemeta, tafuta kazi, upate pesa, ujenge nyumba nzuri. Lakini hii nyumba yangu hapa haiuzwi. Na lile shamba kule haliuzwi. Umenielewa hapo? Mke wangu, vijana wenzangu wambadilisha mazingira. Sisi paka karibu kwenye hii nyumba. Hivi kweli tubadilishe mazingira kidogo. Unaelewi au? Nimeshakwambia shamba haliuzwi. Usichokielewa wewe kitu gani jamani, Wewe mwanaume king'ang'a, Katafute pesa, katafute kazi, ujenge nyumba mzuri, tutalala. Lakini shamba haliuzwi. Nimemaliza. Sasa mbona unaondoka hujamalizana? Bana, chana. Vipi? Poa Nadi. Poa. Hailimi. Mbona umechelewa? Imenikalisha sana najua. Samahani. Hata hivyo sikuwa na nia ya kuja kwako. Kwa vile nimekuona umesimama hapa, nikaona sio mbaya nije kuongea nawe japo kidogo. Sawa. Lakini sasa mbona siku ile umeenda kinyume na makubaliano? Mwanzo nimekusubiri sana pale kitu. Subiri muda mrefu na kuangalia kila kona na kupigia simu. Kuna muda ukawa mpaka upatikane. Mpaka nikasema huyu vipi ama Mungu nifanyia hivi lini? Kwani nafanyia hivyo mama? Samahani. Unajua ile siku nilijiandaa kabisa. Na nilikuwa na lengo zuri tu la kuja kwako. Ile natoka Hamad dada huyu hapa. Kaniambia, binti, unaenda wapi? Kuna kuosha vyombo, kuna kupika, kuchota maji. Kama unavyojua kazi za kijijini haziishani. Kwa hiyo sikuwa na cha kujitetea. Ikabidi niingie kufanya kazi za nyumbani. Kwa hiyo samahani. Sawa, nakuelewa. Lakini sasa kwa nini usitoe hata taarifa? Ungenipigia simu au ungenitumia message, mpenzi wangu wewe, nimepata emergency 1 2 3. Mimi ningekuelewa kama ambavyo wewe unakuelewa siku zote. Ningekuelewa tu lini. Lakini kitendo cha wewe tena ukazima simu na simu kwa upatikani na mimi nakusubiria, afu najua kuna mazingira nilikuwa nishaandaa kabisa, najua sasa mpenzi wangu unakuja hapo umeniangusha. Ndio nini tena hivyo mamangu? Jamani, paniki tena. Nitakuja siku nyingine. Na namna anakuwa kama sikuamini, kama anakuamini vile, hainisikia. Mwanzo nakupenda sana unajua. Sawa, usijali. Mimi nitatafuta siku nitakuja. Tena nitakupa mambo. Unajua mambo? Enjoy wewe. Fanya kama unaona. Mbona tena kuhadisia uko kijiweni kwenu? Yaani nitakupa mambo. Utaenjoy. Utaka unisahau.
Kwa hiyo handsome boy, wewe usipaniki wala nini. Wewe tena. Sawa. Kwa hiyo sasa basi lini tena matokeo? Nitakuja. Nadhani ndani ya siku 2 hizi. Kesho au kesho kutwa nitakuwa free. Nitakucheki. Kwa hiyo handsome boy, haina haja ya kupaniki. Yaani umevimba mwenyewe. Sawa basi. Ila sasa lini? Usifanye tena ikawa tena hadi ya uongo tena. Utokee kweli basi. Jamani, mimi sikuangushi. Tatizo lako hata uniamini. Mimi sikuangushi. Vumilia. Mvumilivu la mbivu. Subira yavuta heri. Sasa wewe, subira itavuta utamu. Si unaelewa? Nisubirie. Sawa kaka handsome. Basi sawa. Mimi nimekuelewa mtoto wangu. Aya, ngoja mimi nimwahi dada nyumbani. Maana kuna sehemu alinituma. Nilipoenda sijamkuta huyo mtu. Kwa inabidi niwahi mapema kumpa taarifa. Yaani kaka, kiukweli katika urithi ambao Mzee Namwiva ameniachia na mpaka leo sijanufaika nao, ni hii ardhi au niseme ni hili eneo la hapa. Sasa angalia kaka, udongo kama huu umeshaungua, umepoteza rutuba. Mtu amejijia tu hapo amenichomea mkaa, wengine wamekuja kuchoma miembe yangu. Yaani hata sijafaidika chochote na hili shamba kaka. Kaka, labda nikwambie kitu. Mimi mwanzo nilikuwa naona watu wanachoma mkaa hapa, wengine sijui wanaweka nini, wengine wanacheza makamari nini. Kwa haraka nilijua wewe umewaruhusu. Kumbe wewe mwenyewe hujui. Mimi nashindwa kuongea, ndio maana nakuta napita tu siongei chochote kwa sababu najua labda wewe umewaruhusu. Yaani kitu ambacho mimi nakifikiria haraka hapa, ni bora tu niuze ile eneo. Tena bora niuze nikatafute sehemu nyingine. Japokuwa mwenyewe babu alisema nisiuze, lakini kwa hali kaka nitaacha kuuza kweli? Hapana, hapa sitabo. Uliuze tena? Yaani bora niuze nikatafute eneo jingine. Na imani nikishaenda kununua sehemu nyingine ambayo ina rutuba, itapata mazao ya kutosha na maisha yataendelea hapa kijijini. Labda tuseme dunia mawapiga teke, mana wanaya na ulimwengu. Hata matendo yao hayaturidhishi wala. Tunapanga tungame tumbe kwa Mola tende miujiza. Wenda tafuta janga, wataacha umalaya. Hawana stara, hawana ustarabu, watole wapi aibu. Eti na bado wako shule. Wanagonganisha mabwana, kijiji kimechafuka. Hawayaogopi maradhi, hilo kwao sio shida.